Mtoto wa kiume anatakiwa akuzwe kiumeume, mtoto wa kike akuzwe kike. Ndiyo maana ya malezi ya kimwili. Siku hizi kidogo kuna utofauti. Hawa wanafunzi wanaopanda mabasi ya njano tofauti kabisa na wale wanaokwenda na majembe shuleni. Huku kwenye majembe unaweza ukasema watu hawako serious kwenye elimu, lakini nahisi wako serious kwenye malezi. Huku kwenye basi za njano huku unaweza ukasema wako serious kwenye elimu, lakini kwenye malezi kidogo mtihani. Ndio maana tuna generation mbili tofauti kabisa. Hivi unajua kuna mtoto anasoma darasa la 7 hawezi kuvuka ile lami pale, sababu basi ya njano inamfuata hadi kwenye geti. Yaani ili avushwe school bus iwe na conductor ambayo itamvusha huyo mtoto wa miaka 10. Sasa angalia watoto wa Senti Kayumba, kitoto cha darasa la 2 kinavuka lami 7 mpaka kufika shule, hakijawahi kugongwa. Au amvionagi nyinyi vilivyochangamka hadi raha? Yani huku kina begi, kina dumu la maji, kina jembe, kina fagio. Yaani unakiona hiki kimwamba cha baadaye. Hawa kwetu maskini basi za njano hizi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na kuna shule zenye hizo basi za njano marufuku hata mwalimu kuonekana ana fimbo. Too much freedom. Sasa hapa tunalea malezi ya aina gani? At-tarbia al-jismia. Kila mtoto apewe majukumu kwa mujibu wa hitajio la mwili wake, walaysa dhakaru kal-untha.